alamatul harf, alama ya herufi. Herufi yenyewe ina alama moja, herufi yenyewe ina alama moja. Alamatul harf, alama ya herufi. Alamatul harfi, alama ya herufi. Qala al-musannif والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. Herufi ni ile ambayo haikubaliani nayo alama ya jina wala alama ya kitendo. Herufi ni ile ambayo haikubaliani nayo dalili ismi. Dalili maana yake anakusudia alama. Dalili ya jina maana yake alama ya jina haingii kwenye herufi. Wala dalilu fi'l, wala dalili ya kitendo, yani alama ya kitendo haingii kwenye herufi. Kwa hiyo alama ya herufi, angalieni, alama ya herufi ni kutokuwa na alama ya jina na alama ya kitendo. Hiyo ndo alama ya herufi. Sasa mtu anaweza kusema mimi nitaijuaje? Utaijua utaijua kwa kutokuwa na alama ya jina na kutokuwa na alama ya nini? Naam, kitendo. Watu wa nahwu wanatoa mfano kwa ajili ya kukurubisha ufahamu kwa mwanafunzi. Angalieni, wanasema hivi, sisi tuna herufi tatu, kuna jim na kuna ha na kuna ha. Hizi herufi hizi kuna mbili zinajulikana kwa alama zake, ambao ni jim na ha, na kuna moja inajulikana kwa kutokuwa na alama ya wenzake wawili, inajulikana kwa kutokuwa na alama ya jim na ha. Yani ukikuta herufi umbile lake ni kama jim na ha, lakini haina alama ya jim na ha, naam, hiyo alama ni hiyo herufi ni nini? Ni ha. Jim alama yake ni nini? Jim alama yake ni kuwa na nukta chini. Ha alama yake ni nini? Alama yake ni kuwa na nukta juu. Ha hurufun, mathalan khamrun, kuna nukta juu yake. Ha, nukta juu. Kwa hiyo angalieni vile vile, kitendo kina alama, jina lina alama. Ukikuta neno halikubali alama ya kitendo na alama ya jina, hilo neno ni nini? Na hilo neno ni nini? Herufi. Hilo neno ni herufi. Kuna mfano mwingine umetolewa hapa mzuri. Angalieni huu mfano. Mfano unasema hivi, kuna watu watatu. Kuna watu watatu. Umeambiwa hivi, utajiwa na watu watatu. Kuna mmoja anaitwa Khalidun, mwingine anaitwa Salihun, mwingine anaitwa Amir. Walipoingia kwako, Khalid akakwambia kama mimi ndo naitwa Khalid bwana, na Saleh akakwambia mimi naitwa Saleh. Wawili wameshajitambulisha, uliambiwa kwamba wako watatu. Moja kwa moja aliyebakia ni nani? Na Amir. Kwa hiyo ukipewa alama ya jina ukajua jina, ukapewa alama ya kitendo ukajua kitendo, iliyobakia ni nini? Herufi. Iliyobakia ni herufi. نعم. الشرح. ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. Ametaja mwandishi Allah mrehemu kwamba herufi inajipambanua na jina na kitendo kwa kuwa haikubali chochote katika alama za majina wala katika alama za vitendo. Fa idha waradat alayka kalimatun, likikujia neno,
fa'rid 'alayha alamati al-asma'i awwala, lipe alama za majina kwanza. Fa in qabilat shay'an minha, kama litakubali, fa hiya ismun jina. Fa in lam taqbaluha, kama halitokubali, fa'rid 'alayha alamati al-af'al, lipe alama za vitendo. Fa in qabilat minha shay'an, likikubali, fa in qabilat minha shay'an, likikubali, fa hiya fi'l, ni kitendo. Fa in lam taqbaluha, kama litokubali, fahkum biharfiyatiha, hukumu kwamba ni herufi. Basi hii ni herufi, kwa sababu tumesema kwamba maneno ni aina ngapi? Na tatu. Maneno ni aina tatu, kuna jina na kuna kitendo na kuna herufi. Kwa hiyo kama neno limekataa alama za jina, sio jina, limekataa alama za kitendo, sio kitendo, litaenda wapi? Itakuwa ni herufi, hakuna namna, itakuwa ni herufi. Ndio maana anasema fahkum biharfiyatiha, hukumu kwamba hii ni herufi. Kisha akatutajia mchoro ambao unabainisha vigawanyo vya kalam na alama za kila kigawanyo. Huu ni mchoro mzuri yani. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anatusomesha nahwu, alikuwa anapenda kutuchorea hivi. Ukichorewa hivi unaelewa nahwu mara moja. Na ili ujue nahwu, angalieni siri moja, ili ujue nahwu, jitengenezee mazingira ya kuweza kuchora mwenyewe. Mfano, ukikaa unachukua karatasi, unaandika, angalieni, unaandika taarifu ya kalam, unaangalia yani hapo umeshafanya muraji, umehifadhi, unaandika taarifu ya kalam kwamba hii ndo kalam, vigawanyo vyake unashika pale vigawanyo, hii ndo kalam, vigawanyo vyake hapa, angalia, kuna jina, kuna kitendo, kuna herufi. Hivyo vyote ndio vigawanyo vya kalam, unarudisha kwenye kalam. Alama za jina unaandika pale chini, alama za jina 1 2 3 4. Alama za kitendo unashusha pale 1 2 3 4 vile vile, kama alama itakuwa ni 4. Kwenye upande wa herufi vile vile unaweka alama ya herufi. Ukifanya hivyo unaijua nahwu na unaimudu nahwu. Na nahwu inataka mtu aipende, naone kwamba inawezekana kuijua. Ukichukia itakuwa ni ngumu kuifahamu. Ukiifanyia tu uadui, itakuwa huo uadui ndio kizizi chako cha kuijua nahwu. Kila ukitaka kujua nahwu, angalia hichi kizizi kinakuzia, uweze kuijua. Kwa naomba sana msifanyie adawa nahwu. Ni katika elimu muhimu sana katika lugha ya Kiarabu, ni katika elimu muhimu sana katika lugha ya Kiarabu. Naam, sasa huu mchoro anasema mukhattatun, mchoro yuwaddihu, unaweka wazi aqsam al-kalam, vigawanyo vya kalam, wa alamati kulli qism, na alama za kila kigawanyo. Al-kalam tumesema ina vigawanyo vingapi? Angalia ni vingapi? Vitatu. Ismun, fi'lun, harfun. Jina alama zake, alamatuhu al-khafdu, at-tanwinu, al-hurufu al-khafdi. Kitendo tumesema kimegawanyika sehemu tatu, kuna madhi na kuna mudhari na kuna amri. Madhi alama yake alamatuhu ta'u tanisi sakina, mudhari alama yake alamatuhu as-sinu na sawfa. Amr alama yake alamatuhu dalalatuhu ala talab, kuonyesha kutaka, ma'a qabulihi ya al-mukhataba, pamoja na kukubali ya al-mukhataba. Harfu ni herufi, alamatu alama yake la yakbalu shay'an min alamati al-asma, haikubali chochote katika alama za majina, wala min alamati al-af'al, wala katika alama za vitendo. Tuelewana? Na sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.